This is KC Hot TV, and Kenyans are on the streets again to demonstrate about the well-known, the big one, the one in town, the one with cheap prices. I'm talking about China Square. It was recently closed down. And today we're hearing that all traders are on the streets. We can't pass through Nairobi streets again. People are arms up, people are screaming, shouting and demonstrating. They're against the closure of that place. It was a good place, cheap prices, quality products. Who wouldn't like that? Who wouldn't go all the way? Who wouldn't drive? Nani hawezi choma fare? Nani hawezi tumia petrol to go all the way to Kenyatta University and purchase these good products? But you know what? It's closed down. Reason? Taxes, their prices are very low. This brings competition. Now who? The question is, who is demonstrating? Is it the retailers or the traders themselves? We're hearing that Nyamakima traders, they are demonstrating. Kamukunji business traders, they are demonstrating. They are running battles outside parliament buildings. The buildings are impossible. If you're in town, just get out of town because you're gonna get late to go home. policemen who are over here, them themselves are trying to fall as far as their salary is concerned. We're trying to fight for them and they're trying to keep us away. That's what
the way. We're here to help Kenyans. Every single person's voice is left behind. We're just here to, talk about everything that is affecting the nation. That's why we're here. What is your grievances? Why are you here exactly? Exactly why we're here. We have to fight for the traders. They're complaining about the Chinese, invading the business and all that. Me myself, as a Kenyan businessman, I have to be hard. My business is as crushed. Not all the Kenyans, Chinese. We don't want to hear, Chinese coming in and disrupting our business. At the end of the day, and we also have to fight for the high cost of living. This is part of the high cost of living that we want to make sure it improves. Yes. What's your name? Your name? My name is Ruto. Kwa hivyo wale officials mko wapi? Wale mlikuwa mnabeba hiyo David? Haya. Wananchi, habari zenu? Na tunaomba tutulie, najua tumepiga kelele sana, ile ni muhimu sababu ile vita tunapigana sio yetu, ni ya wanabiashara wote na eventually itashika kila Mkenya. Siku moja au watu wa habari mnaona hapa watakuwa ni wa China wanafanya hii kazi. Siku moja haya. Vile lazima tupatie serikali nafasi. Sisi tulisema hatutaki mambo ya boardroom. Yes. Na mwakilishi wa Deputy President mwenye yako hapa ni PA wa Rigathi Gachagua. Yes. Na amesema mkubwa wake amemwambia achukue hii dokumenti yetu yenye tumetengeneza, ndio hiyo. Atupeana mashida zetu. Ndio hiyo. Yes. Kikaa chini ataita wanabiashara wote, sio kwa boardroom, lakini atakuja kutuona mahali tunafanyia kazi. Kama haya, tusikize. Hakuna maneno ya boardroom. Ni sisi akuje vile aliomba kura zetu. Akuje tujadiliane, tujue vile tutamaliza hili jaga. Tumesema Mchina hawezi kuwa producer, akuwe wholesaler na distributor pamoja, akuwe retailer na akuwe hawker. Wakenya wote wenye wako hapo katikati wataenda wapi? Sisi mpaka importers tuko hapa. Sisi tumesema tutakuwa tumefunga kazi zetu leo, si kupenda kwetu. Lakini kama hatujafunga leo, tujafunga milele juu ya Wachina. Na Mchina anakuja polepole, ataingia polepole kama ngamia, kidogo aigize miguu, kidogo aigize mwili, kidogo atakuwa ndani. Sasa sisi tunasema mapema ndio, na sisi serikali wakitusikiza watakuja kuona kweli wanabiashara walikuwa wameona. Sasa hii tunaongea kule Zambia, hata nguruwe watu wenye wanalisha ni wa China. Naomba serikali yetu iangalie hiyo vile inaendelea Zambia, na ndio hii inaendelea hapa. Ukienda Zambia, Mchina ndiye anarani mpaka poti ya Zambia. Sasa tukinyamaza wanabiashara, Mchina ataweza kutuandika kazi? Hataweza. Sisi tumesacrifice, tumechukua maloni kwa bank, tumefungua mabiashara ndio watoto wetu wapate makazi ya kufanya. Sasa tukimaliza hii kazi ile, tunasema kila siku tunalisha watu 3 hapa Nairobi. Nairobi ni mji mkuu wa biashara, na kama tutakubalisha Mchina aingie, tutakuwa na shida mingi sana. Sasa leo tumepeana matakwa zetu, tunangojea kesho response ya Deputy President. Ataita press conference, naomba aita press kufanya nini? Sasa sisi tumepeana matakwa zetu kwa pia, na hope hata yeye mwenyewe ataona kwa habari kwa pamoja tutamkosa. Kama hata akubali kukuja kuongea na sisi, na sisi baada ya miaka 5 atakuja tutakuja tuko
jambo la pili, sisi tuko hapa Nairobi. Kwa hivyo tukiangalia chenye nchi kuna Nairobi imekuwa ngumu, tutakuwa tu hapa sisi. Jambo lingine, bwana mheshimiwa, tafadhali naomba uangalizi familia ziko hapa. Hawa watu nawaona hapa, Wachina wamepiga over party zote. Hawa hawezi fanya kazi huko. Wameingia wamechukua mitumba yote kitu ambacho tumewaachia. Wameingia Nyamakima tunawaondokea. Wameingia Zindini wengine wanatumia hata majina Njoroge. Wengine wako na vitambulisho. Tunashindwa wanatumia mlango gani? Kwa hivyo sisi tunaomba hivi. Bila kupoteza muda. Kwa hivyo sisi tunaomba hivi. Hatutaki sana kuonekana sisi kama ni stress. Lakini sisi sisi sio stress, lakini sisi ni shida. Lakini kwa sababu tumetukia masikio na sisi hatutasumbua. Kwa hivyo tunaomba hivi tukukabidhi na pia wewe uongee utupe garanti tuambie kakuifika saa hapa. Piga simu hapo mbele kidogo kakuifika saa hapa. Utakuwa kwa chini ukiwa. Wacha mama. Hapa ngoja kidogo. Kwanza umetumwa hapa class view. Kwa hiyo chenye utatuambia ndicho tutafuata. Kwa hiyo tunaomba chenye utatuambia basi iwe itatusaidia. Karibu sana. Okay, sawa. Nichukue nafasi tu kwa fupi. Nishukuru nyinyi wote viongozi wenu, mmekabidhi ofisi memorandum hii, na kwa niaba ya ofisi nimeweza kuipokea, na memorandum hii tutahakikisha kwamba imeweza kumfikia His Excellency the Deputy President. His Excellency Deputy President. Mbali na hii memorandum, viongozi wenu hawa kwa ule muda mchache tumekuwa pale ndani, pia bado wameeleza mengi juu ya memorandum hii. So ningetaka kuuliza tuachieni hapo, tupatie ofisi nafasi, tukabidhi mkuu memorandum hii. Viongozi wenu hii hawa wamepeana contact zao zote.